Tusimame kwa shangilio. Haleluya, 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 haleluya. Na kutukuza Baba, Bwana wa mbingu na dunia, kwa kuwa umewafunulia watoto mafumbo ya ufalme. Haleluya, 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 haleluya. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Tunasoma Luka sura ya 7 haya ya 11 hadi 17. Wakati ule Yesu alienda mji uitwao Naini. Pamoja naye walikwenda wafuasi wake na umati mkubwa wa watu. Alipokaribia lango la mji, na tazama, maiti anachukuliwa nje. Alikuwa mwana wa pekee kwa mama yake, naye ni mjane. Watu wengi wa mjini walikuwa pamoja naye. Bwana alipomuona, alimuonea huruma, akamwambia, usilie. Akajongea, akagusa jeneza. Wachukizi wakasimama. Akasema, kijana, nakuambia, inuka. Maiti akakaa na akaanza kusema. Na Yesu akampa mama yake. Hofu ikawashika wote, wakamtukuza Mungu wakisema, nabii mkubwa ametokea kwetu, na Mungu amewaangalia watu wake. Habari hii juu yake ikaenea katika Uyahudi wote na katika nchi za kando kando. Injili ya Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo tena. Bwana asifiwe. Na kuomba ugeukie aliye karibu na wewe na umuulize, wewe utakufa lini? Umuulize atakufa lini. Mama Susan Kiika, umuulize aliye karibu na wewe atakufa lini. Amejibu aje, ati kesho ama leo jioni? Mutajua kwa nini nimewauliza swali hilo. Tumsifu Yesu Kristo.
Niko na mbili hapa na sijui ni gani nitumie. Nitumie zote mbili. Moja. Gani hii? Tumsifu Yesu Kristu. Bwana asifiwe. Ni mambo na mitandao. Mama ane, mapadri wenzangu na wachungaji wote muliopo hapa siku hii ya leo, Mheshimiwa Governor na wabunge wote, naona hapo tuko na akina mama, Mama Susan, Mama Charity na Mama Sabina. Leo tumekuja sisi sote kama familia moja kuomboleza kifo cha mzee Zachariah Njoroge. Tumekuja kwa sababu tulimjua mzee ama tulikuwa na yeye. Tumekuja kwa sababu tunajua watoto wake. Tumekuja kwa sababu tunajua wajukuu wake. Tunakuja kwa sababu kunao wameoleka katika familia hiyo. Tumekuja kwa njia mbalimbali ili sote pamoja tuomboleze kifo cha mzee Zachariah. Leo tumekuja kusherehekea maisha. Kuna mtu alisema hapa hivi, tumekuja kusherehekea maisha. Na ni kweli tumekuja kusherehekea maisha, kwa sababu maisha ni zawadi kutoka kwake Mwenyezi Mungu. Hakuna anaye uwezo wa kununua maisha. Hata kama una pesa, unaweza nunua dawa na utibiwe, lakini huwezi nunua maisha. Maisha ni zawadi kutoka kwake Mwenyezi Mungu. Ndio maana tunasherehekea zawadi hiyo kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa yeye alitujalia mzee Zachariah. Na sasa yeye mwenyewe kwa uamuzi wake akamchukua ili amrudishe katika nyumba yake, ili amjalie maisha yasiyo na mwisho. Kama wanadamu tunatoka kwa Mungu na tunakuja ulimwenguni, na tutakapomaliza safari yetu ulimwenguni tutarudi tena kwake Mwenyezi Mungu, mahali ambapo tumetoka. Tunasema tumekuja kusherehekea maisha. Somo la kwanza tumesikiza linazungumzia maisha. Lakini ni maisha gani somo hilo la kwanza linazungumzia? Linazungumzia maisha ya mwenye haki. Maisha ya mtu ambaye anamjua Mungu. Maisha ya mtu ambaye anamtii na kutembea katika Bwana. Mkisoma theology, hapo pameandikwa ya kwamba huyo mzee Zachariah alikuwa Mkristo mpaka siku yake ya mwisho. Akafariki kama Mkristo. Ningependa sana tutafakari kuhusu maisha. Maisha ni kama ukuta usio na rangi, na ni wewe unapaka rangi hiyo kwa ukuta. Ukiipaka rangi nyekundu, ukuta utakuwa nyekundu. Ukipaka nyeusi, ukuta utakuwa nyeusi. Na ukipaka nyeupe, pia utakuwa ni nyeupe. Kwa hivyo maisha yako ni zawadi kutoka kwake Mwenyezi Mungu, lakini Mungu amekuachia uhuru wote ya kuishi maisha yako labda venye unataka. Ukitaka kwenda kanisa, utaenda. Na hakuna mtu atakuja kukushika kwa sababu hujaenda kanisa. Uamuzi ni wako. Na ukikataa pia kwenda kanisa, uamuzi ni wako. Hautashikwa kwa sababu umekataa kwenda kanisa. Lakini katika huo uhuru Mwenyezi Mungu ametujalia wa maisha yetu, yeye anasubiri jambo moja. Na jambo ambalo anasubiri ni wewe umpe moyo wako. Wewe umpe nafasi katika maisha yako. Ndio maana tumesikiza kuhusu maisha ya mwenye haki katika somo la kwanza. Kitabu cha Hekima ya Sulemani
kimetuambia ya kwamba roho za wenye haki zi mikononi mwa Mungu. Yule ambaye anamwogopa Mungu, maisha yake yamo mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Naye Mungu anamtendea makuu, naye Mungu anambariki hadi watu wanashangaa, mbona yeye, mbona yeye? Ni kwa sababu yeye anamtambua Mwenyezi Mungu.